Habari yako na karibu tena katika History Nectar Solving. Karibu tena katika History Solving, na siku ya leo tunaendelea na pepa yetu ya Pre-Nectar ambayo imeandaliwa na Isese, na siku ya leo tuko na swali namba 2 baada ya video ya kwanza na video ya pili tulipozungumza swali namba 1 kitoto cha kwanza na kitoto cha kwanza mpaka kitoto cha 10. Nadhani umeelewa, na siku ya leo twende katika swali namba 2, na swali namba 2 lilikuwa ni swali la kuoanisha, yaani kuna listi A pamoja na listi B. Kwa hiyo swali letu lilikuwa limecontain listi A, kulikuwa kuna orodha ya matukio, na listi B kulikuwa kuna miaka ambayo yalifanyika matukio hayo. Kwa hiyo sisi tulipaswa kuoanisha miaka ya listi B inaoana vipi na matukio yalikuwepo listi A. Kwa hiyo tukio la kwanza tunaambiwa, tukio la kwanza lilikuwa the first European arrived on East African coast for the first time. Mzungu wa kwanza ambaye alikuja katika mwambao wa Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza ulikuwa ni mwaka gani? Ni mwaka gani ambao mzungu wa kwanza alikuja Afrika ya Mashariki? Na huyu sio mwingine bali ni Vasco da Gama. Mwaka gani alikuja Afrika Mashariki? Jibu lake litakuwa ni hili D, mwaka 1498. Lakini wewe huendi usije ukaandika mwaka, unatakiwa uandike nini? Uandike herufi D hapa. Hapo utakuja kuandika herufi D. Sometime baada ya kukuletea hili swali, chini yake huko anakuwa anakuwekea boksi maalum ambalo utalitumia. Tayari ameshakuandikia kuandikia nambari za Kirumi au nambari za kawaida kwa kulingana na swali alivyouliza. Atakuwekea boksi hapa, utakuwa unajaza herufi. Lakini ikiwa hajaweka boksi, unamwekea hapa, anaweka boksi hapa pia anaweza kaweka boksi huko, unajaza herufi gani. Haya, kitoto cha pili kinasema the second anti-slave trade treaty known as Hamilton Treaty. The second anti-slave trade treaty known as Hamilton Treaty. Mkataba wa pili wa ukomishaji wa biashara ya utumwa unaojulikana kama Hamilton Treaty ulifanywa mwaka gani au ulisainiwa mwaka gani? Jibu lake litakuwa ni A, 1845. Ndipo Captain Fairs Hamilton ndiye ambaye alikuja kusaini nini? Kusaini huu mkataba wa Hamilton Treaty. Haya, tunaenda mbele. Kitoto cha tatu kinasema Zamaseko nguni seto Songea. Zamaseko nguni seto Songea. Hao Maseko na kikosi chake walikuja kuishi Songea mwaka gani? Hawa tunazungumzia ngoni ambao walihama kule kutoka South Africa, wengine wakaenda Central Africa, wengine wakaja Afrika na Mashariki. Kwa hiyo Afrika Mashariki walikuja nchini Tanzania. Kwa hiyo hili kundi la Maseko likaenda likaishi wapi? Songea. Ni mwaka gani huo ambao walikwenda kuishi Songea? Ni mwaka 1840. Kwa hiyo jibu letu litakuwa ni nini? Ni F. Haya, tunaenda mbele. Southern Kushite had started cultivate crops such as millet and sorghum. Jamii ya magharibi ya Kushite walianza kulima mazao kama vile mahindi pamoja na
sorghum pamoja na uwele ni mwaka gani ambao walianza Kushaiti ya Magharibi, jamii ya Kushaiti walianza rasmi shughuli za kulima mazao kama vile millet, sio mahindi, mtama, walilima mtama pamoja na uwele. Ulikuwa ni mwaka gani? Huu ulikuwa ni mwaka 1500. Jibu lake litakuwa ni nini? Litakuwa ni B. Haya, tunaenda na ya mwisho. The spread of iron technology in African society. Kuenea kwa teknolojia, teknolojia ya chuma katika jamii za Kiafrika. Mwaka gani? Huo utakuwa ni mwaka 1700 BC, before Christian, kabla ya kuja kwa Ukristo. Hapa nadhani hii kama hii society hautaiona, ukumbuke ya kwamba hili neno limeishia spread of iron technology in African society, sio African tu, ni African society. Naisi kama screen yangu haitarekodi vizuri huku chini. Asante sana na tukutane katika video inayofuata.